Shalom, karibu kwenye wasaa mwingine wa Njoo Ulikue. Leo ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa, tutaenda kutafakari kusoma kwa habari ya somo la 13, ahadi za Mungu kwa habari ya uponyaji wako. Basi tumkaribishe Roho Mtakatifu. Mungu wetu Baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tukiomba toba, tukiomba rehema, tukiomba msamaha wako. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya thamani, naomba Bwana utusamee, Bwana uturumie, Bwana uturehemu. Utakaso wako ukapate kwa juu yetu, rehema zako Mungu zisitupungukie. Ukapate kututia nguvu. Karibu Roho Mtakatifu, utupe maarifa, tusaidie kuelewa kile ambacho umekusudia kwa ajili yetu, kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yetu katika Kristo Yesu. Sawa na makusudi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Leo tunaenda tu kuangalia ahadi za Mungu unapoombea jambo la uponyaji. Neno la Mungu katika ile Zaburi ya 118 mstari wa 17 nasema, nimewapa afya na kupona. Kwamba ukimwomba Mungu kwa habari ya afya, ikiwa ni mapenzi yake anakuponya. Maanake kwamba kama ni jambo ambalo unaendelea nalo, inawezekana katika kuomba kwako ukaanza kupokea majibu. Kuna wale ambao wakiombewa mara moja tu uponyaji wao unaonekana. Alafu kuna wale ambao uponyaji wao unakuja polepole. Yaani unakuta baada ya kuomba vitu vinabadilika. Vinabadilikaje? Kwamba kuna kitu ambacho hakikuwa kinaonekana kabla, baada ya maombi kinaanza kuonekana. Yaani madaktari wanaanza kupata ufumbuzi mpya. Kuna vitu ambavyo hata afya tu ya mgonjwa yenyewe inaimarika kuliko mwanzo. Wakati mwingine unaweza kukuta hata hamna cha pekee sana anachokifanya cha tofauti, lakini afya inaanza kuimarika. Sasa kwenye vitu kama hivyo, manake ni kwamba Bwana ameshaachilia uponyaji, ila mwili wako tu unahitaji kuendelea kupona taratibu. Kwa hiyo badala ya kukaa kuendelea tu kuomba, unapaswa kubadilisha maombi yako yageuke kuwa maombi ya shukrani. Kwanza kwa siku kadhaa, unaweza kufanya 3, ukafanya 7, ukafanya 21. Alafu baada ya kushukuru sasa ukao unakiri ahadi ya Mungu kwa habari ya uponyaji wako. Maana Mungu anatuambia tutakufa bali tutaishi na kuyakiri makuu ya Mungu. Kama Mungu anatuambia tutakufa na tutaishi na tutakiri makuu ya Mungu, maana ahadi yake juu uponyaji wetu ni kamilifu. Na neno la Mungu ni kweli na amini. Kama neno la Mungu ni kweli na amini, ni kazi yetu sisi sasa kukiri ile ahadi ya Mungu. Kwamba usipokuwa unakiri ule uponyaji, unaweza hata wewe mwenyewe kwanza usipo ukiri, unaweza hata vitu vingine ukawa huoni. Yaani ukawa unashukulia tu kawaida. Lakini unapokuja kuchunguza hali yako baada ya kuanza kuomba, na sasa unaanza kuona kumbe kuna vitu kweli viko tofauti saizi. Maana yake ni kwamba unatokea uache sasa kuendelea kuomba, kwa sababu tayari Mungu ameshaachilia. Ni kazi yako wewe sasa kuendelea kuikumbushia ile ahadi ya Mungu, ili kile ambacho kinapaswa sasa kutokea katika ulimwengu wa mwili kiweze kusimama katika ulimwengu wa mwili. Kuendelea kuomba wakati umeshaanza kuonyeshwa. Kuna wengine wanaonyeshwa kwenye ndoto. Yaani anaota kabisa, baada ya maombi anakaa siku kadhaa, anaota kwamba yeye mwenyewe kama ni mgonjwa amejiombea, anaanza kupokea uponyaji. Yaani ndoto inaongelea hiyo. Au kuna mwingine pengine anamwambia ndugu yake, anamuona kabisa katika hali ya uzima. Lakini baada ya kwenda mbele za Mungu kushukuru na kukiri ile ahadi ya Mungu, anaendelea kuomba. Kwa hiyo kwenye vitu kama hivyo usiendelee kuomba, badilisha maombi yako. Kuendelea kuomba ni sasa tu na kumwambia Mungu, mimi siamini mpaka nione kwenye ulimwengu wa mwili vimetokea. Lakini tunaambiwa kila kitu kinaratibishwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho, ndipo kinaenda kusimama sasa kwenye ulimwengu wa mwili. Usipokuwa mjanja, usipogundua mapema, unaweza kujikuta unabatilisha hata ule muujiza ambao Mungu ameachilia kwa ajili yako, ambao ni hatari sana. Kama ujui uombeje, unaweza tu ukasema hii sala, haya maneno ni sala kwa yenyewe, lakini ni sala ya ukiri. Unaweza kusema hivi: ahadi ya Bwana ni kweli na kamilifu, na nimeponywa. Kila siku afya yangu ya mwili, roho na nafsi itaendelea kuwa njema zaidi na zaidi, kwa kuwa Bwana ameniponya. Amina. Na wakati mwingine unaweza ukaanza sasa ukaona, mbona kama adui anakuletea unakika umeponywa. Yaani kuna vile vimazo vinaingia kwenye kichwa. Hivi unakika umepona? Au kuna watu watabishaji tu unaweza kutumika huko, hata wasijue kwamba wanatumika, wakaanza kwamba unakika umeponywa. Unakika nini? Kimeshuka, kimepanda, nini? Kataa, batilisha. Kwa sababu unapoponywa usifikirie shetani anafurahi. Afurahi kwa sababu jina la Bwana litatukuzwa, na kuna watu wengi watamwamini Bwana. Tunaona hata ukisoma vizuri zile Injili 4, tunaona matendo, miujiza ambayo Yesu alifanya, namna ambavyo ilibadilisha pia watu, kwa sababu waliona namna watu wameponywa. Tumkumbuke yule mwanamke alitoka damu miaka 12 kwa mfano. Yule kiwete sijui alikaa hapo miaka 38 anasubiri kuingizwa kwenye ile birika. Kuna yule aliyeponywa siku ya Sabato.
Watu wengi walikuja kumwamini Yesu kwa sababu waliona uponyaji wa wale watu. Au kuna ile yule alepooza akashushwa kwenye dari alipokuwa Yesu anafundisha kwenye ile nyumba alikuwa ameketi kufundisha, akashushwa kwenye dari na rafiki zake, kila mtu akamuona anabeba tandiko lake anaondoka. Ile iliyojaza imani kwa watu wengine kwamba kumbe hivi vitu vinawezekana. Sasa kuna nyakati unaweza kuponywa hivyo na kuna nyakati uponyaji unakuja polepole. Lakini ukishaomba, ukishaanza kuona kuna dalili ya mabadiliko, na wakati mwingine inaweza kachukua muda wa mabadiliko kuja, lakini wewe ni kushika tu imani yako. Ukitaka uponyaji ni imani yako lazima kwa Mungu iwepo, kwa sababu usipomwamini huwezi kufanya. Na neno linatuambia, Yesu anatuambia kwenye neno lake, mkiniamini mimi mtatenda matendo makubwa kuliko hata niliwatenda mimi. Kwa kama unaamini kwamba umeachilia uponyaji, umeomba na maombi yako umeambatanisha na sadaka popote pale ulipoenda kuomba, japokuwa naendelea kusisitiza kuna miujiza mingi ambayo shetani anafanya. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana na madhabahu gani unaenda kuombea uponyaji. Kuwa makini sana. Unapokuwa na shida usikurupuke tu. Kuna mawakala wa shetani pia wako kazini. Kwa hiyo ukishajua, ukishaanza kuona, endelea kukiri ahadi ya Mungu na itakuwa kwako. Bwana atafanya. Yaani kwa sababu usipokiri utasahau, na ukisahau huwezi kukumbuka hata nini ulichokiomba. Kwa hiyo adui atakuletea mapooza akuaminishe kwamba maombi yako hajapokelewa, kumbe alishapokelewa muda mrefu sana. Ni kazi yako tu wewe sasa kuyatamia ili azalike katika ulimwengu wa mwili pia. Ni matumaini yangu kwamba ili jambo litakusaidia kama una mgonjwa muda mrefu. Yaani hata kama kuna mabadiliko madogo namna gani, usiendelee kuomba uponyaji. Kiri, shukuru afu kiri kwa ajili ya yule mtu. Kama uliomba ukavitolea sadaka, basi badilisha sasa. Nenda ukishaanza kuona hata kidogo kwamba alikuwa fungua jicho kafungua jicho, kwamba sijui damu ilikuwa imeshuka ikapanda, yani hata kidogo namna gani, ni anza kumshukuru Mungu. Kuna watu ambao wamekuwa wanaombea wagonjwa wa muda mrefu lakini majibu yalishatoka, na adui sasa anafanya yale maombi wakati mwingine yanabatilika, kwa sababu usipokuwa na imani hata kile ulichopewa utanyang'anywa. Kwa hiyo hati ya mashtaka inainuka kwa habari yako, kwa sababu unaendelea kuomba wakati Mungu alishakujibu. Kwa hiyo shetani anaendelea kwa hasa unampa ya nini wakati ulishampa na bado unaendelea kuomba. Yaani kama kitu tayari kimeshawekwa hapo mbele yako hivi, lakini wewe kwa sababu hukioni, yani macho yako ya imani hajafunguliwa, hukioni, wewe unaendelea tu kuomba, Mungu naomba, Mungu naomba, Mungu naomba, Mungu naomba, Mungu naomba. Adui anakuja na kupitishia uharibifu. Anapeleka hati ya mashtaka mbele za Mungu. Inabatilika ile. Unaendelea tu kuomba na ule uponyaji wala upiti. Endelea kukiri. Mgonjwa anaweza kukiri mwenyewe, mwambie endelee kukiri. Unatoa sadaka ya shukrani, unaendelea kumwombea, kupeleka sasa tunabadilisha maombi kutoka maombi ya kuomba uponyaji kwenda shukrani, unatoa sadaka kwenye ile madhabahu ambapo uponyaji umepita. Ukishatoka hapo, hivi unavyoendelea kukiri, unatoa sadaka nyingine, unatulia. Yaani hivyo tu unakiri mpaka inakuja kuwa vile ambavyo ilipaswa kuwa. Bwana akubariki sana na neema ya Mungu isikupungukie. Katika ahadi za Mungu usichoke kumkumbusha Bwana. Na ujue tu na kuendelea kukumbusha, ujue shetani yuko kazini. Kwa hiyo jambo linapoachiliwa atajaribu kulizuia kadiri anavyoweza. Kwa hiyo usimpe hiyo nafasi. Endelea kushika imani yako ya uthabiti, na ukishaponywa tunza uponyaji wako, kwa sababu pia unaweza ukarudi kwenye ile milango ya dhambi ikafungua mashtaka ikaleta shida zaidi. Maana neno linatuambia hivi, pepo akitoka kwa mtu, akitolewa kwa mtu, akazunguka akarudi akakuta nyumba aliyotoka imesafishwa, atarudi yeye na wengine 7 wakali zaidi yake. Maana yake ni nini? Unapoondolewa nguvu za giza, unapoondolewa magonjwa, unapoondolewa nini, usikae kutaka uponyaji tu afu kaishia hapo, kaacha tu ukawa unaishi maisha ya kawaida. Hapana. Rudi kwa Mungu, tengeneza, badilisha maisha yako, yawe maisha ya sala, maisha kukaa kwa utaratibu mzuri, vitu vilivyokuwa unavifanya ambavyo unajua ni machukizo mbele za Mungu, unaviacha. Ili ujenge mahusiano yako vizuri na Mungu, ulinzi wa Mungu uwe juu yako. Yani mtu ambaye anahangaika tu uponyaji na sio kumtafutia Bwana, ni rahisi sana ni rahisi sana kujikuta unashindwa kutunza ule uponyaji. Unatokea lakini kwa sababu hukuwa na mabadiliko, hakuna chochote cha pekee ulichonacho,
wale waliokuwa nakutesa au nguvu za giza zilizokuwa zinakutesa zinapata tena uhalali wa kurudi. Kwa sababu hujabadilisha chochote kwenye maisha yako, hujatubu na yani unaishi tu vile vile, maisha ya dhambi yale yale, mtindo wa maisha ule ule, unajifungamanisha na vile vitu vilivyokuwa vinakufunga tangia mwanzo. Kwa hiyo unajikuta unaachilia milango ya kushambuliwa. Bwana akubariki sana, Bwana akusaidie ufanye maamuzi yaliyo sahihi ili uweze kulindwa na kubarikiwa. Ni ahadi ya Mungu kwetu Alikuja kutuponya, Isaya 61. Alikuja kuondoa udhaifu, kutuponya, kurejesha tena tumaini jipya. Kwa hiyo ni haki yetu kupokea uponyaji. Na ni kusudi la Mungu. Labda kama mtu kuna wengine wanatolea sadaka afya zao, hawataki kupokea uponyaji kwa ajili ya sababu wanazosijua. Hiyo ni kesi nyingine. Mimi naongelea wale ambao sasa tunataka kuendelea kumwambia Bwana, utukumbuke, unikumbuke. Hii ndo ninachokiongelea hapa. Bwana akubariki sana. Basi tuende mbele za Mungu tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili na kushukuru kwa ajili ya maachilio haya. Tunaomba neema yako, ulinzi wako na baraka zako zisitupungukie. Ukiendelea kumlinda mtoto wako anayesikiliza video hii na yule anayetazama na hasa yule anayehitaji uponyaji, neema yako Mungu isimpungukie na maombi ambayo umeshayajibu Bwana yakapate kuzalika, yakapate kuonekana katika ulimwengu wa mwili kama ambavyo imeshatimilika katika ulimwengu wa roho. Sifa, utukufu, heshima na adhama za kwako peke yako. Amen. Bwana akubariki sana. Shalom.